mkoa wetu tunawapenda sana wamachinga na tunahitaji waendelee kufanya huku tukijua ya kwamba ndio shughuli za kujipatia kipato. Sababu maisha tunavyoendesha kila mtu ana namna, tunajua anaendesha familia. Lakini upendo tulionao hauwezi kupita sheria na taratibu za nchi. Kwenye maeneo yetu sasa kila sehemu ndugu zetu hao wamekaa. Na mimi sikasiriki kwamba wamekaa kila sehemu, lakini kinachonipa shida sasa wananyima haki watu wengine. Maeneo ya barabarani ni maeneo ambayo ni hatari. Na ni maeneo ambayo tusingependa tuendelee kuona wamachinga. Kwa hiyo naomba kutoa wito kwa ndugu zangu wamachinga. Waondoke kwenye maeneo yote ya barabara. Hatukujenga lami ili wewe upange viatu. Hatukuweka lami ili wewe upange nguo. Tuliweka lami ili watu waitumie hiyo barabara kwa matumizi ya kusafiri. Maana yake kuna watembea kwa miguu wanao haki ya kutumia hizo barabara. Kuna waendesha baskeli wanazo haki, kuna waendesha pikipiki wanazo hizo haki. Tusiwanyime hao haki ndugu zetu kwa kutandika bidhaa zetu chini na kufunga barabara. Jambo la pili, wafanyabiashara wenye maduka yao sasa wanashindwa kufanya biashara vizuri kwa sababu mbele ya duka kuna bidhaa zinatandikwa chini. Jambo la tatu, wananchi wanaokwenda kufanya manunuzi kwenye maeneo wanalalamika na matukio mengi ya upolaji na wizi yanafanyika kwa sababu yale mazingira tayari mtu anakukopua na anakimbia hata kumkamata na kuwa ni ngumu. Kwa hali ya kiusalama sio nzuri, lakini mbaya kuliko yote ni kwamba sasa wamachinga wameanza kutumika na watu wenye mizigo waliohifadhi kwenye magodauni. Mwisho wa siku tumejikuta TRA kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam mapato yamepungua zaidi ya bilioni 100 kwa mwezi uliopita. Katika wilaya tu ya Ilala imepungua zaidi ya bilioni 54. Mapato yanapungua kivipi? Unaenda pale uhitaji mtaji. Anakupa bidhaa, unaingia mtaani, unauza kwa bei unaotaka wewe, lakini yeye ameshakupa kiwango kiasi kadhaa ni pesa kwangu. Namna hii hatuwezi kujenga uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo mimi naomba wamachinga wale ambao wana maeneo yao warudi kwenye maeneo yao. Kwa sababu tayari maeneo yashatengwa. Wale ambao hawana maeneo yao wawaone wakuu wa wilaya katika wilaya zao watawapangia maeneo husika. Wakuu wa wilaya wangu nimewapa siku 14 kuhakikisha kwamba kila machinga anaenda sehemu stahiki. Tuna sehemu za masoko zimebaki wazi na ushuru haukusanywi kwenye manispaa kwa sababu watu wamekimbia barabarani. Tuna sehemu za maduka sasa watu wameshaacha wanaanza kuwatumia wamachinga kuingiza bidhaa na maduka yao kuyafunga ili wakwepe kodi. Maana yake wanataka waendelee kufanya biashara bila kulipa kodi. Lakini mwisho wa yote tumerudi kwenye uchafu. Ya kwamba sasa mtu anafanya biashara popote pale, anazalisha uchafu, anaacha. Na mwisho wananchi wa hali ya kawaida wanaotembea kwenye mabarabara wanashindwa kutembea barabarani kwa sababu kuna mtu amepanga biashara yake. Kwa hiyo nawapa siku 14 wa kuongoza wilaya kwa machinga ambaye hana sehemu ya kufanya biashara. Ni vyema akaenda kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya na mkurugenzi wake watampangia sehemu yao. Sababu kila wilaya tumeshapanga maeneo. Kwa hiyo ni kazi kwenda kuwaona wawapatie maeneo yao ili waweze kufanya hiyo shughuli za biashara. Zaidi ya yote tusingependa kutumia nguvu yoyote ile. Ninaamini wamachinga ni wasikivu na tunawatakia kila la heri katika utafutaji wa kipato, lakini tusingependa utafutaji wa kipato uwe kero kwa watu wengine. Maeneo ya dati yote, barabara zetu za mwendo kasi ninaomba wapishe. Kama tuliweza kubomoa nyumba za watu kwa sababu ya road reserve, tukawatoa ili tuache sehemu za barabara, haiwezekani tukamwacha mfanyabiashara anatandika barabarani pale. Na wewe kama una nyumba yako kuna mfanyabiashara anatandika mbele yako ya nyumba, hakikisha anatoka kwa sababu si eneo la kufanya biashara. Vinginevyo tuambie unachukua kodi au unapata pesa kutokana na hiyo biashara inayofanyika hapo. Lakini sisi lengo letu baada ya ifikapo 2017 tunataka tuwe na sehemu ambazo tutakuwa na biashara ambazo zitajulikana. Ukitaka bidhaa iliyotengenezwa na Mtanzania nenda sehemu fulani. Ukitaka bidhaa iliyotengenezwa na nchi zingine kama China nenda sehemu fulani. Lakini pia tunataka ifike hatua tuwe na masaa yale. Ifike hatua kama rais alivyosema ya kwamba tuwe na barabara tutakazozifunga. Sasa wakuu wa wilaya wanazo. Kwa wanachotakiwa wao ni kama hauna sehemu ya kufanya biashara na wewe ulipangiwa haukupangiwa sehemu yoyote, rudi tu kule. Kuna wengine watatoa kilio cha kwamba hatuna miundombinu. Mimi naulizeni swali, barabarani pale tulitengeneza choo kwa ajili ya wewe kufanya biashara? Kwa mtu anasema kwamba hatujaandaliwa miundombinu. Hatuna choo barabarani kwa ajili ya kufanya biashara.
Kwa sababu barabara tulitengeneza kwa ajili ya watu kupita, kwa ajili ya watu kusafiri, kwa ajili ya watu kutembea. Haiwezekani tukabadilisha matumizi ya barabara ambayo tuliingia gharama kubwa, na ndio maana nimetoa mfano kama tuliweza kumbomolea mtu nyumba kwa sababu amejenga kando kando au sehemu ya hifadhi. Wewe unafanyaje biashara hiyo sehemu? Sehemu zingine unakuta mtu anajenga nyumba yake, kuna mabati wao wametundika bidhaa. Hatuwezi kwenda hivyo. Lazima tuende kwa utaratibu. Madam tulikubali, na mimi niliapa kwa mujibu wa sheria, lazima watu wote tutii sheria tulizokubali. Vinginevyo tubadilishe sheria. Tuseme kwamba machinga afanye biashara kila sehemu, sawa? Na wanachochukulia ni kwamba ni ile kauli ya rais kusema wasibuguziwe. Lakini wanasahau wao wenyewe hawapasi kuwabuguzi wananchi wengine. Ili usibuguziwe lazima na wewe usibuguzi watu wengine. Haiwezekani wewe ukawa bugza alafu watu wengine wabaki kuumia na kukosa namna ya kufanya. Kwa hiyo nilishasema wakuu wa wilaya na maeneo na maelekezo yaliyotoa Mheshimiwa Rais ya kwamba tutenge maeneo, na tayari wakuu wa wilaya wanayo. Kwa mtu yeyote ambaye hana sehemu ya biashara aende kule. Lakini sisi lengo letu wakae kwenye maeneo yaliyopangwa kwa ajili ya kufanya biashara. Muda ni kitu muhimu sana kwenye maisha ya kila mwanadamu. Najua foleni za ufanyaji malipo ya ada za shule zinakuchosha. Mfumo wa kisasa wa Ada Lipa unailetea Idara ya Elimu uwezo wa kupokea malipo moja kwa moja kutoka kwenye simu ya mkononi. Lipa ada popote ulipo. Foleni sasa basi. Tupigie simu kupitia 0754 869 302 kuunganisha shule yako sasa.